Makundi ya kusaidia ili kufikia uchumi wa juu zaidi. Leo tutaangalia kwamba ni makundi gani ambayo unapaswa kushughulika nayo moja kwa moja ili kujihakikisha kwamba umeweza kutengeneza uchumi ambao ni wa juu zaidi, kiasi kwamba una uwezo hata wewe ukipotea leo, kitu ambacho utakuwa umekiacha, ile legacy, ina uwezo wa kuishi zaidi ya miaka 100. Na hiyo ndio tunasema ni generation to generation, na ndio real financial freedom. Real financial freedom ni ile ambayo una uwezo wa kukaa wewe bila kufanya kazi zaidi ya miaka 100, generation to generation, bila kufanya kazi. Hasa kuna makundi ya msingi ambayo yameonekana kwamba ukiyasaidia haya makundi, una uwezo mzuri sana wa kuweza kutengeneza uchumi wa namna hiyo kiwepesi zaidi. Na hapa haijalishi wewe utakuwa ni mtu wa aina gani, au haijalishi kwamba itakuwa ni taifa, ikatokea haya yote yamezingatiwa, basi itakuwa ni vyepesi zaidi kuweza kufikia huo uchumi ambao ni wa juu zaidi, na wananchi watakuwa na uwezo wa kuweza kufurahia maisha. Kwa tutaenda kuzungumzia ni makundi gani hayo ambayo ukiyasaidia yana uwezo wa kukutengeneza wewe katika hali ambayo ni kubwa zaidi kiuchumi. Kundi la kwanza, saidia vijana. Saidia vijana. Hili ni kundi la msingi sana kwenye taifa. Hili ni kundi la msingi sana. Hawa ni vijana ambao wana a lot of creativity, wana productive idea ambazo una uwezo wa kuzitumia wewe zikakutengeneza kuwa mtu wa juu zaidi. Na unaposaidia vijana, kuna effect za msingi sana ambazo zitaweza kuongezeka katika uwekezaji wako. Moja kati ya effect hiyo tunasema ni social capital effect. Ni social capital effect. Unaposaidia vijana, unajitengenezea mtaji wa watu. Na huu mtaji watu ni kwamba unasema kwamba your net worth is your network. Unapozidi kusaidia watu wa msingi kwenye maisha yako, unazidi kujitengeneza wewe kuweza kupata kipato ambacho ni cha watu. Kumbuka kwamba pesa unazozitafuta leo zipo katika mikono ya watu. Kila kitu unachokitafuta wewe sasa hivi kipo kwenye mikono ya watu. Ikatokea ukasaidia vijana na ukasoma human core drive vizuri, itakuwa ni jambo rahisi sana wewe kuweza kukipata kitu ambacho unakitafuta kwenye maisha yako. Kwa saidia vijana ili kusudi uweze kujitengenezea net worth kupitia network ambayo utaitengeneza. Lakini effect nyingine tunasema ni ripple effect. Ripple effect maana yake ni pay it forward effect. Na hii inajulikana kwamba kadri unavyosaidia watu wengi, ndivyo namna ambavyo unazidi kusogea mbele zaidi kwenye jambo ambalo unalifanya. Kumbuka kwamba unavyozidi kupiga hatua, kuna nguvu ambayo inakusukuma wewe vitu fulani viweze kurudi nyuma. Sasa unaposaidia watu, nguvu ya kuweza kusaidia watu ambao unaipoteza ndiyo nguvu ambayo wewe inakusukuma kuweza kufika mbele zaidi. Kwa hiyo unaposaidia vijana ambao wanabunifu mbalimbali, ndivyo namna ambavyo unaongeza kasi ya kuweza kukifikia kitu ambacho unakitafuta, au kuweza kuwa na uchumi ambao ni imara zaidi na zaidi. Kwa hiyo unapaswa uweze kulizingatia hili kundi la vijana kama unataka uchumi wako uweze kusustain generation to generation. Lakini kundi la pili ambalo unapaswa uhusike nalo moja kwa moja ni kundi la wanawake. Kundi la wanawake. Hili ni kundi ambalo ni kubwa sana, na Michelle Obama, mke wa rais wa 45 wa Marekani, alishawahi kusema kwamba
hakuna taifa ambalo lina uwezo wa kuweza kupiga mbele hasa katika mafanikio ya kiuchumi kama litasahau mchango wa wanawake katika utendaji kazi, maana ni zaidi ya nusu ya population ya nchi hiyo. Kwa hiyo unaposahau mchango wa wanawake, nguvu za wanawake, basi wewe utakuwa hautaki kutengeneza uchumi ambao ni imara zaidi. Kumbuka kwamba wanawake wana zaidi ya kriteria 17. Hao wana kriteria 19. Katika kriteria za kuwa kiongozi bora zinahitajika kriteria 19. Sasa wanawake wanazo 17 tofauti na mwanaume. Kwa hiyo wamepeleza 2 tu katika kriteria zote za kuwa kiongozi bora. Sasa unaposaidia wanawake, tafasiri yake ni kwamba umeweza kusaidia kundi ambalo litakufanya wewe uweze kupiga hatua kubwa zaidi kuelekea kwenye mafanikio ya kudumu. Na wanawake wameonekana wapo chini zaidi kupitia matukio ya msingi mawili. Tukio la kwanza tunasema ni time poverty. Time poverty, umaskini wa muda. Wanawake wanapitia hali ya kuwa na umaskini wa muda, na umaskini wa muda unawatokea kwa sababu ya home tasking, kazi za nyumbani. Kazi za nyumbani ndio zinawafanya wanawake wapoteze muda mwingi sana katika kuzifanya kuliko kufanya mambo ambayo watawafanya wao na personal development. Kwa hiyo unapaswa wasaidie hawa wanawake. Na katika time poverty, research zimeonyesha kwamba mwanamke kwa siku moja ambayo ina masaa 24 anatumia zaidi ya dakika 277 kwenye kufanya kazi za nyumbani. Anatumia zaidi ya dakika 277 katika kufanya kazi za nyumbani, tofauti na mwanaume ambaye yeye anatumia dakika 76 katika kufanya kazi za nyumbani kwa siku moja. Sasa tunaona kwamba hii ni difference kubwa sana. Anapoteza muda mwingi zaidi katika kufanya kazi za nyumbani, na asipokuwa makini itakuwa ni ngumu kwake kuweza kutimiza zile ndoto ambazo anataka kuzifanikisha kwenye maisha yake. Kwa hiyo wewe ukisaidia wanawake itakufanya wewe ongeze spidi ya kuweza kutimiza kitu ambacho unakifanya. Lakini jambo jingine ambalo linawafanya wanawake wawe nyuma tunasema ni gender disparities in education. Kutokuwa na uwiano sawa wa elimu. Tumeona juzi kwamba kuna tukio nadhani limetokea kwamba kuna baadhi ya nchi duniani ambazo zimepitisha ni sheria hakuna mtoto wa kike kuweza kusoma. Sasa hiyo ni moja kati ya tragedy ambayo ni mbaya, kwa sababu usiposaidia wanawake taifa haliwezi kusogea kwa kasi zaidi, kwa sababu ni zaidi ya nusu ya population nzima ya hiyo nchi. Sasa gender disparities in education, wanawake kutopewa uwiano sawa wa kielimu. Tunaona kwamba na takwimu zinaonyesha kwamba 60% ya wanawake wote ambao wanaanza darasa la kwanza ni 40% tu ya wanawake ambao wanaingia mwaka wa kwanza katika vyuo vikuu. Kwa hiyo hii ni hali ambayo ni mbaya sana. Na katika tafasiri nyingine ningekwambia kwamba katika wanawake 260 ambao wanaanza darasa la kwanza ni mwanamke mmoja tu ambaye anaingia mwaka wa kwanza katika chuo kikuu. Basi unapoona hii hali ni hali ambayo ni mbaya, ni hali ambayo tusipokuwa makini basi tutakuwa tunawapoteza hawa watu. Kwa wewe unapaswa utengeneze namna ya kuweza kuwasaidia hawa wanawake kama unataka kutengeneza uchumi ambao ni imara. Na kuna namna na masomo ambayo waga nayatoa namna gani ya kuweza kuwasaidia hawa. Kuna wewe ambao unanisikiliza leo nadhani kwamba kuwasaidia hawa ni lazima uwe na pesa nyingi sana. Hapana, kuna namna ya kuweza kufanya ambayo ni rahisi zaidi, una uwezo kuna namna nzuri ambayo una uwezo kuitumia ukaweza kuwasaidia hawa watu hata kama hauna kipato. Na hayo ni masomo ambayo waga nayatoa. Usikose kuweza kuyafuatilia kwa sababu ni masomo ambayo ni ya msingi sana.